Amjambo tena. Basi leo hii nimeshukuru kwa huo wimbo wa Kimasai na nimefurahia sana. Ingekuwa furaha nione ndugu zetu Masai wakija ili hata waimbe na wao hapa, at least niwasalimie. Natumai Mungu atatenda, atawagusa popote walipo, wote watusalimie. Ama mnasema namna gani? Si ndio? Ashe ngai. Ashe baba. Ashe ngai. Abangina badia Mungu tara na imwe. Ashe baba. Amen. Praise God. Onye kuri no mogoko turo mosani. Onye kuri no mogoko turo mosani. Amen. Sasa ndugu wapendwa, ningependa kuanza mahubiri yetu ya siku ya leo. Nafikiria ya kwamba tuko karibu kumaliza makambi yetu ya mwaka huu katika Getheri Camp Center. Ningependa tuende katika kile kitabu na ningependa yule msomaji, kwa sababu naona saa imeenda, utasoma kwa haraka sana ikiwa uko na Biblia. Tunataka tuende katika kitabu cha Isaya 1:19 na tusikie Biblia inasema nini katika hicho kitabu. Kumbuka mada yetu kuu katika makambi haya ni obey and do what? And eat. Olia mandasi. Obey and live. Disobey and perish. The choice is what? Is yours. Hebu soma, tusikilize Biblia inasema nini. Kama mkikubali na kutii mtakula mema ya nchi. Kama mkikubali na kutii mtakula mema ya nchi. Bali kama mkikataa na kuasi mtaangamizwa kwa nini? Kwa upanga. Maana kinywa cha Bwana kimefanya nini? Kimenena. Wana wa Mungu, sauti hii mnayoisikiliza ni sauti ya Bwana itokaye juu mbinguni, ya kwamba sisi wote tumeagizwa tuweze kutii na kusikiliza mambo ya kibingu. Na hakika yeyote yule atakayesikia sauti hii, Mungu atambadili jinsi alivyobadili Mary Magdala aliyekuwa mwanamke ambaye ni mchafu mpaka akafaa mbele za Bwana. Nakumbuka Mary Magdala ndio huyu anaenda kuona kaburi la Yesu aone kama ako pale. Mary Magdala alifanya kazi kubwa unaposoma Biblia. Ningependa vile vile ndugu yangu uende katika kitabu cha Yohana 8 mstari wake wa 2 na utumie kipasa sauti kusoma kwa sauti ili kila mtu aelewe mambo haya. Biblia inasema aje? 8:2. Tusikilize Biblia inasema jinsi gani. Hata asubuhi kulipokuja akaingia tena hekaluni na watu wote wakamwendea naye akaketi akawa kuwafundisha. Naye hiyo ni John 8:2. Yeah. Basi achia hapo.
na ukaa hapa karibu na mimi. Basi wana wa Mungu anapoendelea kufungua Biblia, nitampatia fungu asome. Ningependa kuwachuza ya kwamba Mary Magdala alikuwa mwanamke ambaye hakuwa na njia nzuri, lakini yeye ndiye unaona akifanya kazi nzuri, na hakika Mungu aliweza kumwokoa. Alikuwa na demons ngapi? 7. Hata wewe venye umeketi hapo unaweza kuwa uko na demons. Demons kwa Kiswahili ni nini? Mapepo. Naweza kuwa uko na mapepo ya usherati, naweza kuwa uko na mapepo ya uchawi, mapepo ya wivu, mapepo ya kukunywa busaa ama chang'aa, mapepo ya fitina, mapepo ya kutotaka wengine waendelee. Kwa hivyo tumeambiwa sisi wote tuweze kutii na kuokolewa kutokana na mambo kama hayo, ili tuweze kupata uzima wa milele. Na Mungu wetu yeye jinsi alivyoipenda ulimwengu, jinsi alivyotupenda, akamtoa mwana wake wa kipekee ili anifilie mimi mdhambi na wewe mdhambi, ili tupate uzima wa milele. Fungu hili kila mtu analifahamu, hata watoto wadogo wanalifahamu, kwa sababu liko katika kitabu cha Yohana 3:16, na Biblia inasema ya kwamba, hebu tuseme sisi wote John 3:16, wenye tumeketi pale, hebu tuseme kwa sauti sisi wote. Inasema aje? Na kinyasaye aliupenda ulimwengu oikakakolaki arumanoe orende ontonde bwensi orakolaki uramwegene tasira orende anyore gento kieke anyore obogima bwa kale na kale. Iga abana ba Nyasaye, leo hii tumeagizwa tuweze kuachana na dhambi zetu, na Mungu wetu hakika atatusafi tustahili mbele zake, kwa maana yeye ndiye anayetuita wakati huu. Kwa hivyo njia ni wewe mwenyewe utakayechagua. Ukichagua njia ya uhai ya uzima wa milele, upate uzima wa milele. Ukichagua kupotea kuzimu, shauri ni lako. Tusome katika kitabu cha Yeremia 21:8 mstari wake wa 8. Msomaji, Yeremia 21 mstari wake wa 8. Biblia inasemaje? Maana inasema nawe waambie watu hawa, Bwana asema hivi, Bwana asema hivi, tazama naweka mbele yenu, njia ya uzima, na njia ya mauti. Mungu wetu ameweka mbele njia gani? Njia ya uzima na njia ya mauti. Kwa hivyo wewe binafsi ndiwe utakayechagua ni njia gani utakayofuata. Ukipenda kufuata njia ya mauti, basi utakufa. Na kila mtu katika huu ulimwengu anakufa, wana wa Mungu. Hakuna yule ambaye atakayebakia bila kuonja kifo, kwa sababu wazazi wetu wa kwanza Adamu na Hawa walitenda dhambi, ndiposa dhambi ikaingia mpaka kwetu sisi. Sasa hebu tusome kitabu cha Mwanzo 3:15. Mwanzo 3:15. Mwanzo 3:15. Biblia inasema aje, msomaji? Nasema tena Mungu akawaambia, akamwambia Musa. Hiyo ni 5:15 Mwanzo, Genesis 3:15. 3 ndio hiyo, 3:15 ndio hiyo. Inasema
Tena Mungu akamwambia Musa, waambie wana wa Israeli maneno haya. Waambie, hiyo ni Genesis chapter 3 verse 15. Soma ngo buyomolisi. Nimeona kweli. Nabo moikonte linga ya. Hiyo basi 15. Inasema aje? Nasema nami naweka uadui kati yako na huyo mwanamke na kati ya uzao wako na uzao wake huo atakuponda kichwa na wewe utamponda kisigino. Amina. Na kikisi nasema aje? Inche kobo bisase gati yao n'omukungu oyo nase gati oro ibororo lyoro luango luao no luango genderera narogosenya motuo naye n'oromwe naki igo bana ba Nyasaye rero engiti ekere yakonyora imburago ikekorome otenerange nero igego koroma naye igogwe ntokoreki oyesenyente iga abana ba Nyasaye obubisa bugasoa ekera abaibori baito bagosete ali omugondo bw'Edeni nakigekogera abana ba Nyasaye tugokwera makweri nande igo ntarete kubatangasira chise chi abana ba Nyasaye nye miaka tomenyeta senseye miaka tunayoishi katika ulimwengu ni michache sana, na Biblia imeweka wazi miaka ambayo tunastahili kuishi. Kama mungekuwa na uwezo wa kusoma haraka, mungekuwa mumeshasoma hilo fungu. Musome Zaburi 90:10, Zaburi 90:10 hadi 12. Usoma hata kwa lugha ya Ekegusii ama kwa lugha ya Kiswahili. Biblia inasema aje katika siku za miaka yetu ni miaka 70. Na ikiwa tuna nguvu ni miaka 80. Endelea mpaka 12. Na kiburi chake ni taabu na ubatili. Maana chapita upesi. Tukatokomea mara. Asante. Kwa hivyo wana wa Mungu, sijui kama mko na Biblia ya Kigusii. Emiaka yobogima bwaito na merongerenga ontokero mino moboli waikire miaka 70. Eyunero Biblia toete tokomenya sensei. Emiaka 70. Igo miaka 70 igere miaka yokweyarigani nganko gendore. Yokweyarigani nganko ruora sensei. Bigonye turebe katiyare, tafadhali jiandae, wakati ndio huu. Onye tokweyanda abana ba Nyasaye lirolyo igogo tagokwa bunebunda. Ebunde goku abana ba Nyasaye mumaite bunebunde goku ngaye gotinde kwero mochi egasiye bunda ninki doko bogolie mesigo nande ekere yakure ige gotinde kwararia para ebunda nkorobereri gwera matanga n'abantu baragere catering bantu bagenda ali baikaranze igonye okweroberi buya. Usipochipanga utakufa kama huyo punda. Na hakika bantu ngote bale litukolia matanga asa matanga yebunda igo abantu abatore moyo nintwe toko mubakorolio Nyasaye. Gonta lete mogende gitabu kya Zaburi. Igore gitabu kya Zaburi igora Yeremia kwanza 22 verse 19. Yeremia 22 verse 19. Musome kwa sauti. Yeremia 22 verse 19. Biblia inasema aje? Inasema
atasikwa masiko ya bunda, akibubuliwa na kutupwa nje ya malango ya Yerusalemu. Some kegusi garuro osome ni sauti umuga na unacharibu at your age. Soma bono ni sauti. Ere ni gara atinde kukunetigere. Ere ni gara akururu atukutwarari. Isiko ye bita birebi. Ige bunda ego tinde kupara. Egwanaine. Ekirogo kubuno monto moriri igogo kubune bunda. Igorosyo bwa matobu yana abantu woko yana. Unchokero yo mino ikiwa unayeyana. Watebye igo. Wachana na fitina. Amen. Kwa matebye ikiwa unayeyana. Wachana na fitina. Kwa sababu hii dunia sisi wote tunafanya nini? Tunapita. Hapa sio kwetu. Kuna hata wale waimbaji wenye huwa wanaimba vizuri. Duniani sio kwetu, sisi ni wapitaji. Hapa sio kwetu, hakika ni ukweli. Ndio maana unaposoma kitabu cha John 14 verse 1 to 3, ningependa yule ambaye anajua kusoma haraka asome. John 14 verse 1 to 2 inasema aje? Msifadhaike mioyoni mwenu. Mnamwamini Mungu. Muamini Mungu. Niaminini na mimi. Muamini na nani? Na mimi. Nyumbani mwa Baba yangu mna makao mengi. Kama sivyo singaliwaambia. Maana naenda kuandalia mahali. Basi mimi nikienda kuandalia mahali nitakuja tena nitakaribisha kwangu. Kwa hivyo wana wa Mungu, Biblia imesema hivyo ya kwamba Yesu ameenda kutuandalia mahali na hivi karibuni atakuja kutuchukua sisi pale mahali amekwisha andaa. Kwa hivyo tujiandae vilivyo, wana wa Mungu. Tusiwe wagumu kwa mambo ambayo ni ya kiroho. Tunapoambiwa tufanye hivi sisi kama Wakristo, wakati ndio huu, kwa maana tutakapokufa hakutakuwa na kazi yoyote pale chini kwa udongo. Kumbuka sisi tulitoka kwa udongo na tutarudi mafumbini. Uwe umesoma, uwe umeenda ng'ambo, uwe umeenda sijui Saudia, uwe umesoma uko na digrii mingi ambazo hata unashindwa kubeba, ujue wewe ni mafumbi na utarudi wapi? Mafumbi. Amen. Ndio maana unaposoma kitabu cha Mhubiri 9:10, Biblia inasema hivi: chochote mkono wako uwezavyo kufanya, fanya, kwa maana mahali uendapo kusimu hamuna kazi yoyote ya kufanya, hamuna hata kufikiria pale. Biblia inasema hivyo katika Mhubiri 9:10. Wana wa Mungu, vile vile ningependa msomaji asome kitabu cha Mhubiri 9:5. Tusikilize Biblia inasema aje? Inasema kwa sababu walio hai wanajua ya kwamba watakufa. Lakini wafu hawajui neno lolote. Wala hawana ishara tena. Maana kumbuku lao limefanya nini? Limesauliwa. Iga bale moyo ntomanye tenga ntokoloki ntokwe igotika tuwe anda abana banyasaye totige kubekera nobo bisa osekuetana na abaminto twanjane intu ase intwe nyasaye itato konye chinga kechi chomolyo totige mangana atari yobo nyasaye. Hakika Mungu wetu atatubariki. Ndio maana Biblia inasema katika kitabu cha Zaburi 115:17 inasema je, 115 verse 17, ego temanga abale moyo na bubako motogingo bako motogi nyasaye. Igurango some ase sauti 17. Sio wafu wamusifuo Bwana.
tali abakure bako motogi Nyasaye, wala wowote wasukao kwenye kiu. Endelea. Basi sisi tutamuhimidi Bwana tangu leo na hata milele. Tangu leo na hata milele. Ike husinga kikayoteba abakule tibaligotogiyo monene na sabu bagendira sa kiriru onde tayo gokoraki omanyita abantu ko bakule bakogenda sa akiriru ase kendo iye kirura ase kendo abana ba Nyasaye tobwati bitenge binde byokomotogingo Nyasaye igokore moyo neba nokoruki sadaka n'ekitaisi abali moyo nabo bakoruki sadaka n'ekitaisi tali bali bakure abali moyo nabo bagokora maya buna Bagalatia goteba sita kianda ingati torosa gokora maya ngensa neike ekere turagese tutakwetiki emioyo iga abali moyo nabo bagokora emeremeyo tali bali bakure abali moyo nabo bakorwe sadaka embese eri emirimo ya Nyasaye erande chise chionsi chisinyo chionsi chiense goba kirori elio Yesu ache buna Matayo 24:14 yagotebanga, and this gospel of the kingdom shall be preached to all nations, to all people, as a witness. Then the end shall do what? Shall come. Mathayo 24:14 inasema aje? Tena habari njema ya ufalme itahubiriwa katika ulimwengu wote kuwa ushuhuda kwa mataifa yote. Hapo ndipo ule mwisho utakapokuja. Utakapofanya nini? Utakapokuja. Kwa hivyo wana wa Mungu, ni wakati mwingine mwafaka tunastahili kujiandaa tuweze kuwa miongoni mwa wale ambao wamejitolea kwa kazi ya Bwana, pasipo kukaswa eti fanya hiki. La hasha, wakati huu ni wewe mwenyewe kutii. Usipotii bali utakatwa na upanga. Utakaposikiliza utapata uzima wa milele. Kwa hivyo leo hii Yesu wetu anatuita kutoka gizani tuweze kumtambua na tutende mambo jinsi inavyostahili, na hakika tutapata uzima wa milele, kwa maana Biblia inasema ya kwamba katika kitabu cha John 10:10 inasema ya kwamba mwivi aje pasipo kuiba na kuua, bali Yesu Kristu wetu yeye amekuja ili atupatie uzima wa milele. Munaweza soma kwa dua ya Ekegusi. John 10:10. Yohana 10:10. Omwivi tagocha gutatiga na konyenya na gusaria inche nigo nachiterio babe naki babe n'obogima naende burabuki obonge iga abana ba Nyasaye ekere kwamochorire Yesu Kristo igokonyora obogima bwa kare na kare, lakini oise kubwatia amang'ana y'omosunte, amang'ana y'abaganga koru Mombasa, amang'ana y'abantu bachietera oriondo bakaegwa oboba ayo tagotokonya. Egento keratokonye omonto oratokonye bweka Yesu Kristo oliokweta ase omusaraba sekarwari yesagakwa none akabambwa getamba gutanduka gekoraga gutoreka ukabone yomosunte aze Yesu
inde ukaroni sesenire nao motoria ngwete. Hallelujah. Igabana banyasai. It is high time that we obey the voice of the Lord. It is high time that we forsake all our sins and give our lives totally, in totality, to our Lord Jesus Christ, who is able to do tremendous things in our lives. Toena na magimaito ase Yesu eri tonyo obuzima bwa kale na kale osemere waito tari asenseye kore no osemere waito igokora ase Nyasaye osemere waito tikori ase mwenye bantu igokora ase Yesu Kristo otogorete ase rigoriri nene oike okoroka nabona toreiga onjokero yomino amatebye ndugu buyore ndugu buyore. Praise God. Bwana Yesu asifiwe. Tujiandae sasa hivi. Haleluya. Ngakinti ya bana banyasai onye turanyore batisa samacha mange, wakati ndio huu. Kwa maana Biblia inasema onye umuntu takoiborwa sa elia kabere takororobo tugwa Nyasaye nakyo umuntu araiborwa elia kabere bwetera konyore batisa samacha mange wokuime ya Kristo na koboki wime ya Kristo igabana banyasaye tuarangeliwe twensi obo mwana omoke obo musaye obo muntu monene, mulango uko wazi. Tumeitwa sisi wote tuweze kujitoa ili majina yetu yaweze kubakia katika kitabu cha uzima. Chaguo ni lako. Kochora no kwano. Nche mititi na bonta akumanye. Na bongo koligere likoruisiko igandole ngoro muya. Lakini yase nkoro ya utimanye tia yarokorete ki opangete igoro yane. Yokero yomino muboli nkoro bereti igoro yane. Nikiyoko mboli. Kitabu kia Yeremia 17 kianda 10. Yeremia 17 kianda 10. Na kibibilia loteva. Tosome bwanga basomi bali. Yomo somango. Moyo huwa mdanganyifu. Moyo huwa mdanganyifu kuliko vitu vyote. Kuliko vitu vyote. Una ugonjwa kwa kufisha nani? Awesaye kujua. Nani awesaye kujua? Bwana anachunguza moyo na vijaribu viuno na kumupa kila mtu kiasi cha njia zake. Amina. Hebu soma kwa kikisi kutoka pale sasa. Takitoyo mabane kurwalia. Yeremia 17 kianda 10 aseke husi. Eba kurumaegalia. Nga kibibilia ego teba nga kimadam. Enkoroni igere nga ineredia. Mono gwetani ebintu byonsi. Na nigere nsare kukengima. Ningoraje manye bunere. Enchomo nyene igongo tuka. Ebirengere bya mwanya bantu. Na korenga chinkoro chiabo. Erindengekero omuntu. Korengana n'enchera yaye. Na buno kwama korokiyoko. Pogo kora kwaye. Iga abana ba Nyasaye. Nyasaye analipa kulingana na matendo yako. Ikiwa ulikuwa mtu mubaya, utapata rigesa. Ikiwa ulikuwa mtu mzuri, utapata rigesa. Iga abana ba Nyasaye, wacha tukate kauli sasa hivi tugali hai. Hakika mahali tuendapo hakutakuwa na fikira sosote. Tunaenda sisi wote kwa mafumbini. Tujiandae. Na hakika unapoenda pale kuna kile ambacho Biblia inasema katika kitabu cha
cha Hebrews chapter 9 verse 27, na ningependa msome kwa lugha ya Kikusi. Hebrews chapter 9 verse 27 inasema aje? Hebrews chapter 9 verse 27. Soma ngukurwa. Aba everani kianda yale ku Hebrews. Kianda 27. Gororoko some bono. Abuna abantu bagateruke. Ogo kwara limo. Na nyuma yogo kwa ninki? Ekina kya chakire igoro na kitweto totero gotero kulisi ho anachenya sae omogabi kero gokorane chefra na kitwetora tenene ditukori nene toke tuale meiwe gose vive miatigwe na kinte ina tenene ritukoli nene udura toke tuale meiwe gose vive miatigwe. Haleluya. Onye ndiryanje nabwate chimbaba kanga nairuruka ingiko mucyorya baberi yamparore babe no kumbarore amona bande amenyetaro bana banyasaye insi yaroisigwe ase turagende ogochora nukwa rero iga inyurekere yesa achete iga achete korigikeri gyakorete ki gyasirete abonuka egoteba igonta geto igoro bwango ase bali mu bwati Biblia batebire ngamo gosoma ikere ngobatebye gentekemo ande kingencho tagete toigore chi Biblia chaito ase getabu kya Luka chapter 19 verse 10. Toiwenki Bibilos egoteba abana banyasaye. Luke 19 verse 10. Soma ngo bali mwanyoni. Kwa kuwa mwana wa Adamu alikuja kutafuta na kuokoa kile kilichopotea. Alikuja kutafuta kile kilichopotea. Alikuja kwa ajili yangu na wewe. Na kwa lugha ya Kimombo inasema, for the Son of Man has come to seek and to save that which was lost. Iga abana banyasaye, wacha tujue hiyo ndio kasi ya Bwana. Na hakika anatuita sisi wote. Sisi hapa dunia sio kwetu, but there is a home which has been prepared for all of us. Na mahali hapo ni juu mbinguni. Mungu wetu atubariki tunapojiandaa kwa huo mji ambao umekwisha andaliwa.